Halo wapendwa katika kila kona ya Afrika, Kenya nchi yangu, ningependa kwa kuwapasia hii ujumbe, mjue Mungu ametutumia msaidizi, lakini sisi tusipolichunga tutakosa kujua ya kuwa msaidizi yuko mwenye Mungu ametutumia, ila saidie wale wanyonge, wasiojiweza, masikini, waliokosa macho, waliokosa miguu. Mungu hutumia binadamu, na Mungu anaweza ishi ndani ya mtu, na nyinyi mnaweza muona ni kama anafanya vitu kivyake. Kunaye mmoja naweza muita mfalme katika nchi yetu ya Kenya. Wenye wanamuona wanaweza muona ya kuwa ashang'atuliwa katika kiti chake cha ugavana, lakini yeye ni mfalme. Mfalme ni nani? Mfalme ni Mike Sonko. Mike Mbuvi Sonko ni mfalme. Tena ni yule aliyetumwa na Mungu kusaidia watu katika nchi yetu ya Kenya. Na Mungu yupo ndani yake. Na mtu mwenye Mungu ametuma, utapata kama viongozi wengi wanamchukia, lakini yeye akuna Mungu ndani yake. Naweza mlinganisha na Sulimani, naweza mlinganisha na Ayubu kwenye Biblia. Kwa sababu jambo ambalo ameshatenda katika nchi ya Kenya ni jambo yenye binadamu wa kawaida hawezi jitolea na kulifanya. Tukiangalia hapo nyuma, kazi yenye huyu mfalme Mike Sonko alitendea Conjestina Achieng', akachukua gharama yote yenye ilitoka ndani ya moyo. Ameanza kumsaidia kuanzia kwa moyo kabla hajatoa hela yake. Mpaka saizi Conjestina Achieng' amekaa tofauti na jinsi alivyokuwa. Mtu kama huyo kupatikana katika dunia ni ngumu. Mwenye anaona huzuni, anasikia uchungu ya binadamu mwenzake. Wafalme wengi wakishapata hela wanajitegemea, lakini huyu mfalme ambaye anaitwa Mike Sonko, Mungu amemleta kama macho ya Mungu ya kutazama mali zingine, na ni jambo ambayo imeandikwa katika Biblia wazi. Tukisoma katika Wakorintho wa pili 9 tukianzia haya ya 7, inasema ya kuwa tukiteremka, each one must give as he has received in his heart, not reluctantly or under compulsions, for God love a cheerful giver. Hiyo ni siri yenye huyu mfalme Mungu alimpatia. God love a cheerful giver. Yani anaitoa, hataki mtu amsifu, yeye anafanyia Mungu. Tukiangalia juzi, kulikuweko na mtoto kwanza mwenye macho ilikuwa ni mbaya ikageuka sijui yellow. Alimpeleka akamtibu, mtoto akarudi. Wazazi wakabaki wakamwambia tu asanti. Hiyo peke yake, hiyo ni roho ya ufalme. Juzi Baby James, wakati mzazi wake aliuliwa mbele yake, katika nchi yetu ya Kenya hakuna aliyesongea. Watu walikuwa wanapiga kwa TikTok wanatuma, lakini yeye alilia alipoona huyo mtoto, akamchukua kama mwanawe wa kipekee, akaenda akaanza kuishi naye, akamfanyia kitu inaitwa therapy, yani akamtuliza mpaka
ule mtoto akasahau yale jambo aliyopitia ya uchungu, mpaka familia ya Songo akampatia ule mtoto. Uwezi jua ni mtoto kwenye mzazi wake alipotea. Kitu gani anatenda hapo? Anafanya ujumbe ambaye Mungu ambaye yuko ndani yake inamwagiza afanye. Naweza muita mfalme. Yeye ni kama Ibrahimu. Amekaa kama macho ya vipofu. Amekaa kama miguu ya walemavu. Amekaa kama kigao ya wamama wakongwe. Amekaa kama ngao yenye upelekwa nayo mashua kwenye bahari kufika ng'ambo. Lakini yeye ajisifu. Juzi kulikuweko na mama. I always follow this king closely. Juzi alipata mama aliyekuwa anaongea kwa Citizen. Hakuwa na macho. Nikamchunguza jinsi alivyo anamwangalia akiwa kwenye TV yake. Mungu aliyekuwa anaishi ndani yake ilikuwa inamsumbua. Naona anatembea pale na pale akitafuta vile anaweza patana huyo mama. Alimsaidia mpaka wale waliokuwa karibu na ule msichana wakaona uungu ndani ya Songo. Hawakuona Songo huyu mfalme, lakini waliona Mungu tu ndio walimuona. Sasa mtu kama huyu, wachungaji wenzangu wa katika nchi ya Kenya, tumweke katika maombi. Ufalme Mungu akiweka ndani yako, sio lazima uwe rais, sio lazima uwe governor, sio lazima uwe kiongozi ambaye watu wanashangilia ndani yako. Uongozi iko ndani. Hata watu wakung'atuliwa katika kitu yoyote, lakini uongozi Mungu aliyeweka ndani yako haiwezi zuiliwa. You can kill the messenger, but you can't kill the message. Jambo ambayo iko ndani yake ni jambo kubwa sana, na Mungu azidi kumuinua na kumbariki. Tunakuombea mfalme. Mimi kukuita hata na jina lako nasikia kama nakuwa na uoga. Kwa sababu gani? Watu wengi waliokuwa katika nchi yetu wanapenda vitu zenye zinaenda viral. Mimi si post ili iwe viral, lakini na post ili mtu yote popote ulipo muweke huyu mjakazi wa Mungu, huyu mfalme tuliopatiwa katika nchi ya Kenya. Mungu amuongeze wakati, siku, miezi na mamiaka, ili azidi kukaa mikono ya wale watu waliokuwa wamekosa pale pa kuenda, wale wamekosa usaidizi. Watu huwa uombea watumishi ama wafalme sasa zile wamewaletea kitu kwa meza, ama wamewatembelea kwenye kanisa, sababu anapenda cha kuchukua. Lakini ya kuona kwa macho na kusifu chenye Mungu ametenda ndani ya mtu hawawezi. Tunaweka huyu mfalme katika mikono ya Bwana, na tena atazidi. Ukisoma hiyo Biblia niliyosoma ikiteremka, atazidi kuwa na umaarufu na atazidi kubarikiwa zaidi kuliko jinsi alivyokuwa anafikiria. Katika Kumbukumbu la Torati ukilisoma, inasemekana ya kuwa ukitunza sheria za Mungu atakuinua kuliko wengine. Jambo ambalo anatenda ni uungu iko ndani yake, na Mungu azidi kukubariki mfalme Mbuvi. Azidi kukubariki na azidi kukuinua, na azidi kukupigania, na azidi kukufunika na familia yako yote. Wenzangu, tusaidiane kuombea huyu mfalme, na Mungu azidi kubariki yale ambayo anafanya saizi ama anafanya kesho. Vile mtumishi huyu mfalme Songo anafanya, itasaidia watoto wake. Hata mimi nikifanya kesho, utapata kama Mungu atatendea Gideon. Atatendea Gideon sababu gani? Yale mema niliyofanya nikiwa katika dunia. May God bless you. May God bless you. Shalom, shalom. Be blessed. Mungu akubariki mfalme. Amen.